Kawanjiko seems anafikiria ni kama ana competitor. Unajua hivyo? Kawanjiko alisha relax. Anafikiria yeye ni Ishongwa. Unajua Ishongwa pia yeye anafikirianga ana competitor na nilisikia kwamba huwa anawalipa wasinini. Wasivai. Yes, he pays them off. Juu by the way unajua kuna tokeanga tu hivyo kitu unasikia umeenda home. Kiambaa, remember we talked about the party the party Mighty. And we said that according to research UDA iko weak in Kiambu County. Pia DCP iko weak in somehow. Because of trust and stuff. Somehow DCP iko weak Kiambu. Yes. Rigathi ndio jina ya Rigathi ndio kubwa. Lakini the party is not there. Sasa Jubilee party jina ni kubwa. Hapa Kiambaa mimi naona ni kama Jubilee kuna venye when packaged well Jubilee can bring some good competition. Ukiangalia mtu kama kuna huyu madam anaitwa nani huyu madam? Lena Koinange. Huyu madam, and I'd like people to search this lady. Huyu madam when packaged well anaweza kimbisha Kawanjiko vizuri sana. Kumbuka hana baggage pia she's clean. Yes. I don't know how UDA managed this. But ni kama UDA 2022 wali manage kuharvest sana politicians wengi wenye waliingia kwa viti kwa sababu ya hiyo wave, kwa sababu ya victimization ya Ruto. True. Wali manage kuharvest watu wengi sana wenye wako reckless. Wakipanda kwa podium speech zao ziko very weird, ziko very weak. Wase hawajui ni nini wa kuprioritize ama nini juu hata ukiangalia hakunanga mtu mwenye unaweza sema ati tuseme Kiambu especially Kiambu County unaweza sema ati kuna MP amekama na program fulani ama kitu fulani yenye ni very powerful ita change community. Actually most of Mount Kenya or hata Kenyan MPs wana emulate Dede Nyoro. True. Hiyo structure yake ya education ya kureduce ati mtoto unapata kuna mtoto analipa sijui ni food tu peke yake kwa shule kitu kama hiyo. Unapata classrooms ziko sawa sana kabisa. Kama venye hiyo issue ya nini ya shule venye ililetea ma MPs huko Northeast shida kubwa sana. Mnapata location hata more than now you've done nothing. Kujenga tu class hata 2. True. Watu tu wako chini ya mti. So ukiangalia UDA ileta ndani very very many MPs wenye sio creative. True. Sio creative. Juu hata ukaulizwa hata plan tuseme kama huyo mtu mwenye umetaja Kawanjiko ukaulizwa plan yake kutoka ingie imekuwa nini? Isipokuwa sasa kukopi basari peke yake. Kukopi Kawanjiko knows basari peke yake. Unajua history ya basari by the way, history ya basari inafaa iangaliwe. Juu mtu hawezi kuwa anachaguliwa kuanga na distribute basari. Kumaanisha leo hii watu kupanga tu line. Kumaanisha leo hii shule ikafanywa free. Wamekosa agenda. So watakuwa wanafanya nini? Kuna mtu mwingine bedhi anasimama Kabete. Did you see? Mgani? Michael Njenga. Alright. Michael Njenga. Wamashukuru. Wamashukuru zuri ndamuokoa. By the way kuna Michael Njenga na kuna jamaa mwingine itango Wanjohi. I guess someone Wanjohi. Ule pastor. I guess ni pastor. Bishop au ni pastor? Sijui lakini ni mtu ako na kanisa. Na suspect ako na kanisa. So the bishop. Pia Wamashukuru. Yes. Ameattract. There is zero creativity kwa MPs wote wa Kiambu. Pale wewe kama pale Kabete ukiangalia Wamashukuru like I said if today schools were rendered free zero school fees, zero whatever. Wamashukuru ndio jina yake mashule itaenda wapi? You see? Sasa this Michael Njenga is coming. He wants to vie for that position. Niliona ame declare. I believe he may declare. And of course you've talked about Wanjohi. Hata gawana ikura Wamashukuru ingia. Mimi nasema sababu Michael Njenga ko strong na pia huyo Wanjohi ko strong. Na pia Wamashukuru ko strong. Na hapa hawa Michael Njenga na Wanjohi wanakuja kubishana umse.
huyu ako na kura yake, uko na kura yake, huyu mwingine atambakishia kura yake. Mi hata naweza review hivi. Kiambu, yes, Kiambu inafaa kuchange serious sana. Mi sijaiona governor yote mwenye amechaguliwa Kiambu akiwa concerned na MPs wa Kiambu. True. Lakini MPs wa Kiambu sijui kwa nini kuna section yenye huwa wanashikana wote wanaamua za ni governor. I think MPs wa Kiambu wanakuanga lazy sana. Ni lazy ama ni idle? Kiambu MPs wanakuanga very idle. And it is now time waanze kupata serious challenges. Yes. Challenges kama hao. Wase wanaleta plans. Yes, yes. Juu ati hiyo story ya basari. Hiyo ni kitu sitaki ni venye mtu hawezi tumia jina mbaya, lakini unaweza sema hiyo kusema ati utachaguliwa ndio ushare basari, hiyo ni ujinga. Hiyo ni ujinga bwana. Hiyo ni ujinga manzi. Utachaguliwa ufanye kitu ita transform life ya watu. Kuna watu wana sink borehole mali kuna maji. Kutoka hapo hao watu watakuwa wanapata maji. Watu watakuwa wanapata maji ya kukunywa na kupatia hata nini. Zaitwaje hizo nini zao. True. Unatoka hapo una sink kwingine. Hauwezi kuwa tu umechaguliwa ndio ukuje ufanye chakula free shule na upatie nange bursaries. Sasa nini? Kiambu, it is time wale current MPs waanze kupata serious challenges na serious competitors. Watu wamekaa chini wakafikiria issues za constituencies, wakaweka chini manifesto yao, wakajua si tukiingia hizi zimehandoliwa hizi maneno za basari sijui nini, but we cannot afford another 5 years za MPs kukua idol wakipigia governor makelele, kwa sababu wanajua wanampigia makelele wakingojenga time ya kupatiana basari wanapeana, alafu wanarudi kwa kelele. Thank you. Hata kwa hiyo kitu ya kuishu basari bado ni kelele wanapigia. Na sasa hizo ujue kwa bunge hata huwa oversight anything. Nothing. Unaona hata nani hata na our aspirants wenye wasimama against these MPs. I think they are lazy pia. They are lazy. Kuna wengi lazy. Wamekaa tu wanangojea miracle from sijui wapi wakuja wapate hiyo kiti. Buda, tupe example na Mgala muue haki yake umpe. Ruto. Kiti ya presidency alitafuta since day one in the after wamechaguliwa kuwa in the second term. Alianzia hapo pole meetings, coalitions, you see? Our aspirants wa Kiambu wa MP, mtu kama Mekelo Jenga, akina wewe Wanjohi, akina Jude Jomo, akina Mosheke, name them, wote. What are they doing now? Ni nini wanafanya? Ndio kweli watu waseme yenyewe tutaondoa Mashukuru to consider Wanjohi. Tutatoa Mashukuru to consider Michael Njenga. Ama wamekaa tu chini na wamekaa tu chini wakiambianga kwa makanisa, mimi I want to vie. To vie for what? Bring your agendas, bring your stuff. Yeah. Piga kelele, do campaigns. Pia mtu mbaya, pia watu wabaya. Yes. Wao need kazi kubwa kuwatoa. Yeah. Usifikirie mtu ni mbaya tutakuja tu useme wao need kazi. Lazima interact na watu wa. Sababu pia nani wakora, they know how to maneuver. Yeah. Hao sio watoto ati utaingia hivi, no, you can't. So kama watu wanataka kuchange Kiambu. Yes. Lazima kuna MPs wataenda nini? Kwanza hii story mpaka MPs kutumika vibaya sana juu ya kupatiwa kitu kidogo, wanapitisha bills na nini. Pale Limuru mambo imewaka. So by the way ukiangalia utaona kwa kila constituency kuna issue. Yes. Kuna shida fulani, kuna vita. Na kwa Limuru kuna aspirants wengi. Limuru jipangeni bana. Aspirants wengi, mtafanya huyu wanamwitanga guguka. Watafanya Kiragu arudi. Yes. By the way, aspirants ni washikane, wale wenye wanaweza shikaneni, mtoe mtu. Nyinyi mmekaa tu kila mtu anataka kusimama kivyake. You can't be elected na kuna kura 2000. You can't be elected. By the no. I agree. Yes. Go to Limuru today. Research. Kila mtu anataka. Aspirants ni wengi kushinda. But what can we say? Acha tu tunaweza sema
MPs wamenomalize Yes. story ya basari. Hii ndio agenda. Na sasa story mpaka ya tiles ilianza tiles. Remember Ilianza kunobilize. remember